Basi ndio maana mnaniona nimekuwa mtulivu, nimetulizana. Kama kuna masala waislamu hawapaswi kupaparika nayo, ni masala ya riziki, kwa sababu arrizqu qad dhaminahu Allah ta'ala, yeye ndo dhamana, na kisha dhamini Allah subhanahu wa ta'ala, umekosa nini? Mshairi mmoja aliwahi kusema, akasema law annana sabarna lakana arrizqu yatlubuna walakin khuliqa al-insanu min ajal. Lau ungesubiri basi ile riziki ingekufuata wewe, lakini mwanadamu kawaida yake ameumbwa kwa pupa. Innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua. Nasema fala ta'jalanna falaysa arrizqu bilajali, arrizqu maktubun fil lawhi ma'al ajali. Nasema usiwe na pupa, riziki sio ya kupapiwa. Riziki imeshaandikwa katika lauhu mahfudh pamoja na muda wake. Walau annana sabarna lakana arrizqu yatlubuna walakin khuliqa al-insanu min ajal. Imam Shafi alikuwa akisema alayka bitaqwa Allahi in kunta ghafilan yatika bil arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al-faqra wallahu raziqan faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Anasema mche Mwenyezi Mungu tu, muabudu Mwenyezi Mungu tu, usiogope masala ya riziki. Yatika bil arzaqi min haythu la tadri, Allah atakuletea riziki kwa njia ambayo wewe hujui. Anasema unaogopa nini wewe masala ya riziki? Na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuruzuku. Amemruzuku njiwa, amemruzuku samaki. Na riziki si kwa maguvu, kwamba mwenye nguvu nyingi ndo atapata nyingi au mwenye akili nyingi. Na law kanatil arzaqu tajri ala alhija, ingelikuwa riziki zinapatikana kwa uhodari na kwa akili na kwa nguvu, halakna idhan min jahlihinna albahaimu, wangekufa njaa kuku na mbuzi, kwa sababu hawana akili ya kutafuta. Lakini wote wanakula, wote wanaruzukiwa. Man arrazzaqu huna? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lilikuja swali kwa Ali ibn Abi Talib alipokuwa anasherehesha ya watu watakutana na Allah, watahesabiwa siku ya kiyama hisaban yasiran, kuhesabu kwa watu wote. Huu alikatoka suala, kaifa yuhasibuhum fi waqtin wahidin, huyo Mungu atawahesabu vipi watu kwa wakati mmoja? Ali akajibu kama yarzuquhum fi waqtin wahidin, kama vile anavyowaruzuku wa wakati mmoja, hivyo hivyo. Tatizo la binadamu huwa wanamshabihisha Mwenyezi Mungu na viumbe, ndio tatizo kubwa. Wanamuona Mwenyezi Mungu kama ana sifa za viumbe. Ndio maana kila kitu kikija katika masala yanayoambatana na Allah, watu wengine wanaona uzito fulani utampata huyu Mungu. Hapana, hakuna vitu kama hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana watu wanapoambiwa khalaqana Allahu lilibada, huwa linajichomoza swali, halillah yahtaju ila ibadatina? Mungu anahitaji ibada zetu sisi? Anapata faida gani? Kwani ametuumba ili tumwabudu. Ina maana yeye anastafid nini? Haina maana kwamba akikwambia fanya hii yeye ndo anastafid kitu chochote kutoka kwako. Na hapa kuna mughalata. Nini kwanza maana ya ibada? Tulabu ilmi wengi sasa hivi wanayumbishwa sana, kwa sababu taarifu ya ibada imekuwa ni mal'abatu likulli man habba wadab. Na ukisikia huko duniani fujo, ni bisababi taarifu al-ibada. Sufikat ad-dima, quti'at ar-riqab. Hii taarifu ya nini ibada shar'an ndio inafanya watu wanauana leo huko katika ulimwengu. Lakini ibada kilugha ina mambo matano: al-ibada, at-ta'a, al-hudur, at-tadallul, at-tahalluh, at-tanassuk. Hizi zote ni maana ya ibada lughatan, lakini istilahan ndio sasa hapo kuna kazi. Wengine wanasema at-tadallul al-kamil, al-khawf al-kamil, al-khawf wal-hubb al-kamilan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'al wal-af'al kullu ma yuhibbu. Yani tafsiri hizi ndizo zilizofanya leo watu wakatohoa baadhi ya mambo, Waislamu wakawa na kufurushana.